wakifanikiwa kufunga kanisa watafanikiwa kufunga nguvu za Mungu. Ninaonea huruma sana watu waliofanya hicho kitendo. Wataumizwa sana na nguvu za Mungu, na wanakotaka kufika, kama hiyo kelele, kama wanataka kuzuia kelele ya haki, mawe atasimama, atapiga kelele. Mimi nawaonya kwamba wamefanya kitu kibaya sana na kitu cha laana sana. Uweze kufunga nyumba ya ibada kwa sababu mtu amekemea mauaji, mtu amekemea ukatili, mtu amekemea utekaji. Huyu mtu amefanya injili ya Kristo, amefanya injili rasmi. Na nasema tu kwamba hawa waliofanya hivi wote, kuanzia aliyekaa kikao, aliyepanga mpango, aliyetekeleza, watakutana na adhabu ya Mungu. Na John utaniambia weka yuko. Haleluya, haleluya. Ni muda huu tena ambao napenda nizungumze machache nikisupport clip ya Rema kwamba wamefunga makanisa lakini hawawezi kufunga nguvu za Mungu. Hiyo ni kweli kabisa. Mungu hafungwi na mwanadamu, wala hafungwi kabisa. Mungu hafungwi. Hatuwezi kumzuia Mungu kuongea au nguvu za Mungu kudhihirika. Lakini pia kuna kitu kingine najiuliza, hiki kitu cha kufunga kanisa au ndio kutaka kuuzima Ukristo katika Tanzania? Tukisema hivyo mtaanza kututafutia maneno kwamba tunachonganisha wananchi na serikali. Hapana, sisi hicho kitu kimetuathiri kwa sababu tumeguswa kwenye ibada. Mnatufungia makanisa, tuabudu wapi sasa? Tukaabudu maporini huko ambako ndio watu wakishapigwa wanaenda, wakishatekwa wanaenda kutupwa, na sisi tutaishia humo. Kwa hiyo nimekuwa najiuliza hiki kitu, kama kufunga kanisa manake labda ni kutaka kufuta Ukristo katika Tanzania, napenda tu niseme kwamba hicho kitu hakiwezekani, kwa sababu imani ni ya mtu na moyo wake mbele za Mungu, haifutiki. Imani sio, kanisa ni sehemu ya kwenda kusikiliza neno la Mungu na kufanyia hiyo ibada. Lakini kusema kwamba mtafuta sio rahisi. Lakini nauliza tu kwamba yote hayo mnayafanya ili kwamba tukisema mpate kutuumiza au vipi? Kwa sababu mimi ndicho nachokiona, mnatutafutia sababu tu kwamba tusiseme. Lakini hatuwezi kunyamaza tusiseme. Kwamba kuna sababu gani ya kutufutia usajili wa kanisa mahali ambapo sisi tunaabudu? Kwa sababu kufuta kanisa manake ni kwamba unaingilia Ukristo moja kwa moja, kwamba Ukristo unaenda kufutika katika Tanzania, kitu ambacho hakiwezekani kabisa. Ninakusihi tu mama, ungefungua tu hilo kanisa ili tuendelee kufanya shughuli zetu za ibada, kwa sababu hilo halina kosa liwalo lolote. Sasa Ukristo hauwezi kufutika kwa namna iwayo yote, na Ukristo manake ni kupinga mabaya, kuambia watu waache kufanya ubaya. Huo ndio Ukristo. Sasa hata ukifunga kanisa au kutaka kuufuta huo Ukristo ni kitu ambacho hakiwezekani, kwa sababu mabaya lazima yapingwe. Tutapinga ubaya siku zote za maisha yetu. Kwa sababu mtu kama unakaa na jambazi, ndio jirani yako ni jambazi, anashika mtoto wa bunduki, wewe ukinyamaza huwezi ukawa salama, kwa sababu atakushuti tu siku moja. Kwa hiyo sasa hatuwezi kunyamaza tunapoona mabaya yanafanyika. Mimi naamini kabisa kwamba, mimi nakuombea hekima tu mama, nakuombea hekima ili upate kufanya maamuzi kwa hekima ambayo hata itakusaidia. Nimekumbuka kwamba siku moja nilikuwa napita mtandaoni nikaona clip yako ukiwa umedhalilishwa pale kwenye uwanja wa ndege wa Ufaransa. Mbona ulinyamaza? Na watu wakakusifia kwa kile kitendo cha kunyamaza. Walikuona una busara, walikuona una hekima, kwa sababu hukutaka kupingana, hukutaka kubishana. Ule ukimya tu ulikupaisha. Sasa hii ya kutaka kushindana na mtu kama Gwajima au kushindana na makanisa au kutufungia makanisa tusiabudu, hapana, hiyo haikubaliki.
na Ukristo maanake ni kupinga ubaya. Sasa kama mnataka kufuta Ukristo katika Tanzania, ni kitu ambacho hakiwezekani. Tafunga kanisa lakini sio Ukristo.